Clouds TV, empowering lives. You are the Holy Lord. We worship you this night. We've come to lift up and say, indeed, you are our Master. You are our Father. We glorify you in every angle. Tunashirikiana pamoja na makerubi na maserufi na mamilioni ya malaika waliosujudu mbele zako kusema unastahili kuabudiwa, na hakika unastahili. In Jesus mighty name we do pray. Somebody say amen. Ayasalimia mwenzako, mwambie natumai wewe si Al-Shababu. Yes. Mwambie na Kisungu, I want to believe you are a genuine person. Because I really don't trust people in the night. Mwambie, I really don't trust people in the night. Yes. You may be seated in your holy seat. Thank you. Already they have cried and they have gone. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a good night again that we are meeting, and a wonderful one for that matter. It is the third day of July, is that true? Third day of July 2026. If you do your mathematics, you'll find it is 1. Hello? Did you get me? If you do your mathematics, it comes to what? To 1. What does that mean? A new beginning. We are mean a new beginning. We are in the beginning. This month of July is a month of resurrection. A month of July is a month of resurrection. A month of coming back to God. A month of getting it. A month of succeeding. A month of winning. Ukikosa kushika kitu round hii this month, ujue you have no position anywhere. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a month. Mwambie mwenzako huu ndio mwezi. Kama you are not going to realign yourself, I'm afraid. No, umeharibu tena. Urudisha pale ilikuwa. I'm afraid. If you are not going to get it, I am afraid. Mwambie hivyo tu. If you are not going to get it, I am afraid. Utastruggle. Mwambie utastruggle. Usipokamata sasa, utastruggle. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ndio mwezi utashabuliwa na watu wengi sana. This month utashabuliwa na watu wengi sana. Because they know you are getting there. Utashabuliwa na watu mpaka Rwanda, huyu ananiuliza nini? Mpaka mtu na shida, mpaka umbwa zitakubwekea for nothing. Hata kapusi for nothing. Everybody will be against you this month because they are trying to stop you getting there. Hallelujah. So the anger. It is a test of anger. Bwana Yesu asifiwe sana. Because anger ndio inasababishanga unateleza. So what you are being tested on this month is about anger. Itakuja anga mingi itakuja. Utasikia mtu mbaya hata unashindwa huyu na yeye tunaulisana na yeye nini. Wewe mpaka bibi yako utaona anakuangalia na jicho lingine mpaka unashindwa. Ama bwana yako anaingia tu anakuita ndugu hii. Na sasa anashindwa mimi ni ndugu, unaguza huko unaona una mkia. Alafu unajiuliza maswali gani, unaona ndugu inaogeaga
na nugu. Kwa hivyo ataya ni nini? Ni nugu. Unamaliza hiyo story. Maana nikikuita ubwa, zinaita ubwa kwa sababu tunaogeaga. Kwa hivyo usikasirike. Mwambie mtu, ukijua mtu amekuita ubwa, we kichwa yako ndani, huko ndani, ujijasie tu, jue ubwa inaogeaga na nini? Na ubwa. Kwa hivyo mimi ni ubwa, ataya ni nini? Story na kanzo. Badala ukasirike. Badala uwaze kumakasiriko mingi, ati sasa aje tatia. Ameniita hivyo kwa nini? Ametukana mimi kwa nini? Ameniita ubwa. Niegui. Hapana, don't be derailed. Hello, don't be diverted this month. Be happy. Kama kuna mwezi unahitaji kuwa na happiness. Wow. Hata kama uhitaji bibi yako darling, unamuita tu darling. Hata kama bwana yako hakuongeleshagi, muongeleshe tu for the sake of this month. Because this is a month that you are going to be tested. The ability to compose. Ability to be blessed. Maana ukiwa na anger, the ability to be blessed inakuanga minimal. Inapugukaga. That is why Moses failed in the test of anger. He was just about to get there. Maana si alionyeshwa mlima. Akaambiwa Kanaani ndio ile. He was just so near. So near. But he didn't get it because of anger. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, mguze tu hapo, mwambie hata ukijaribu kunikasirisha, sitakasirika. Forget about that. I am not going to be annoyed at all. I am not going to be disappointed by whatever you are saying about me. Sitakasirika hata, mwambie ongezea. Hallelujah. Yes. That is how we are going to win this battle, by being happy. Angalia mwenzako, mwambie be happy. Mpige hii high five. Hii ya juu high five, mwambie be happy. Kuna ile wimbo tunayoa be happy. Aha. Wale wanajua hiyo wimbo be happy. Don't worry. Kwa mmesahau juzi tu nilikuwa nikienda happy huko, be happy. Don't worry. Yeah. Yaani wimbo ilikuwa mzuri. Hizo blues, hizo ndio blues na gani? Na country music. They are not demonic. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndizo tunawekanga bedroom. Hallelujah. If you have radio kako ka bedroom, hizo ndizo nyimbo za bedroom. Sio kupeleka kikosho bedroom. Unajua nyinyi wa mama na nyinyi mnakuaga fani sana. Mama kama kwa sababu ni pastor unamkuta amepeleka kikosho bedroom. Biblia hata haifai kukanyaga bedroom. Inaenda kufanya nini bedroom? Hakuna kitu mnahusiana na Biblia hapo. Unakuta mtu ameweka Biblia kwa hapa kwa amelala, ameweka nini? Hapa kwa kichwa hivi. Hapa amelala mpaka Biblia unajikuta imejikuja asubuhi hivi. Biblia wachanie nako huko chini. Kama kuna study room weka huko chini. Kama hakuna study room, mahali unakaaga sitting room weka hapo. Bwana Yesu, every room of your house has a meaning and has a role. Umesikia mase? Every room in your house has a meaning and has a role. Don't interfere. Kule bedroom kama ujui, weka kagirobu kale ka blue. Unaka ka blue? Yes, ka romantic. Ka kitu romantic. Hello. Wacha kukaa stone face kama umetoka Murang'a. Keka ka kitu ka romantic. Bwana Yesu asifiwe sana. Bedroom. Sitting room weka ya kukaa because mna watch TV ama huko ni sebule, kunaitwa sebuleni, ni mahali mna discuss. Ukienda dining room, it is for dining, weka masahani. Hello, usiweke sufuria. Niliita watu wengine nyumbani hapo juzi, wakakuja, nilikuwa tunapika, nikaachijia busi, nikaambia na nyinyi endeni kitchen. Bwana hii. Unakuta mama mzima, mama amesoma, amebeba sufuria mzima na iko na ile chako huko laudi. Anaiekelea kwa mesa ya dining, ati ndio serving, ndio ya kuwekea chakula wazi. Ati chota hapo ndio unachotea. Baki bwana, nilisikia nimeumia moyo. I was bitter. Moyo wangu uliumia. The moyo was very painful. Because where you to put a sufuria? Na sufuria ni ya kitchen. Sufuria ni ya kitchen. Weka kitchen. Every room has. Wacha kupeleka kama uko na bwana, kawale wako na bwana na wanawake. Uko juu bedroom, uko naimba hizo blues songs. Yeah, Dolly Parton. Na gani moja ya Dolly Parton unajua?
Umesahau. Wanajua ya Dolly Parton. I know you like them. Unapenda sana. Zile za mapenzi. Hello. Hata dressing code ya huko ina change. Unakaa kwa huko. Sio kwenda umefuga kitambaa hiki, suruali ile stocking umefuga kwa kichwa. Na alafu umeandika t-shirt kusengenge ni ng'ombe, alafu umeandika hapa mbele kama kabogo. Ati ukimwi inaua. No, you must balance. Being romantic is not evil. It is biblical. Soma Solomon, vitabu za Solomon. You can read there and somanga every day. Usome chapter 1 ya Solomon. Utaongeza mapenzi kwa nyumba. Na utajua it is godly. God hakukuumba ukue umenuna. Unaingia Bwana akiingia kwa nyumba unakaa umenuna. Hapana, smile. Hey baby, how have you been? You look tired, baby. Yes, sweetie. Hi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiuladolera. Mama na imagine hajai kuambiwa kitu kama hiyo. Itatoka wapi? Wewe ulisikia wapi? Kiumbe kizuri cha Mungu. Alikuwa ananitreat mpaka nasikia ya makini. Wow. Nikiingia kwa nyumba tu nimechoka. Ananivua viatu, analivua jaketi langu, ananiambia pole mume wangu kwa kuchelewa. Pole na majukumu. Habari za huko? Naonekana umeumia sana. Pole. Lakini kutana na mama wa hapa Meru na Murang'a na Nyeri. Hata hataki kukuangalia, anakukodolea chicho ni kama umetoka kuua mtu. Kula anakuambia pole bwanangu, mume wangu umechoka. Pole na kwa majukumu. Kwa hivyo magoti yako chini. Pole mume wangu. Mpaka unasikia you are king. Unasikia mpaka unasikia kibeti chote unamfungulia, unamwachia kibeti, unamshikisha kibeti hivi. Kimefura unamwachia chote. Lakini hapa Mang'aa nyinyi ndio mnaonanga amupatagi pesa. Ukiuliza unataka pesa za kulisha ya nini? Unataka kwenda kununua nini? Unakuta sasa wanaume sote kama mimi. Mimi ndio naenda supermarket. Yes. Ndio nalikuta kwenye supermarket nikiangalia vitu ambavyo vinafaa kuangaliwa na mama. Kwa nini? Kwa sababu kule nyumbani sina amani. Ninaitishwa ni kama ni polisi ananiitisha. Baada anakukuitisha kitu kama amekukodolea jicho. Inakaa kama biligori. Bwana Yesu asifiwe sana. When you're in the house, be romantic a bit. Mwambie mwenzako be romantic. Hebu tuangalie ule atasema, tuone huyo ndio tunaanza na yeye na maombi leo. Mwambie mwenzako be romantic. Agnes, ambia mwenzako be romantic. Ambia huyu yako nyuma yako. Ambia huyu yako nyuma yako be romantic. Being in the will of God. Most of us, we are missing the target of God because we fail to be on the will or in the will of God. Because unakuwa watu unafikiria ati ni kama Mungu alikuacha. Umeobewa but nothing is happening. This nothing that is happening, it's not happening because it is not supposed to happen. It will happen or it happened, but because you are not in the will of God, you did not realize it. People have been blessed. Kuna watu hapa ni mamilionea lakini pesa zao ziko kwa bank. Kuna watu hapa wako na magari lakini magari yao imewekwa yadi kwa Wahindi. Kuna watu hapa wako na manyumba makubwa lakini nyumba yao inakaliwa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you failed to understand. When you are in the will of God, katika mpango wa Mungu, yani katika will, uko katika maamuzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa kwenye mapenzi ya Mungu, kila kitu hufanyika kwenye mapenzi. All things work together for good. Hallelujah. All things, they work together for good for those who love the Lord. So everything works within the will of God. Anything that you do, even you being here today, and there's somebody who wanted to be here today but is not here today because that was not God's will. But God's will was today, and the message that he has given me, nimejaribu kudraft messages pale zimekataa kabisa. Until nimekuja kufungua hii kitabu, sio nilikuwa nakuja nayo, kuna ile nilikuwa nimeandika. Sasa nimechukua tu kitabu, nimekuja kufungua hapa ile kitu nimefungua, nimeona in the will of God.
Praise be the name of God. Being here today, it is not your will. Being what you are what today, it's not your will. Being wherever you are today, wherever you are, whether you are yesterday, tomorrow, or next year, it is not your will. But if you force these things to become your will, unalazimisha kitu, unalazimisha mapenzi, unalazimisha kazi, unalazimisha huduma, unalazimisha kila kitu unataka kulazimisha kiende, itaingia kabla will of God. Anything that will act within or outside the will of God, it does not materialize until the day of the will. Because God works on seasons and times. God does not work outside a season and does not work outside a time. And the time of God is not prescribed by 1 hour or 1 minute. The time of God is prescribed in microsecond. Hallelujah. Only God acts on a microsecond, not a second either, not a minute, but a microsecond. Kakitu, yani mtu kukufa na kufanga in a microsecond. Mtu kuzaliwa anazaliwa in a microsecond. Ile kuduga mimba ni microsecond. Everything is microsecond. And this is what God operates on. He operates on within that microsecond. Kama ni kubarikiwa, hauhitaji muda mrefu, unahitaji that microsecond kamoja tu, unakahitaji ndio kanabadilisha maisha yako. Utarara ukiwa maskini, kesho unaamka ukiwa tajiri. Because within the night something happened. Within the day something happened. There's a move of God that has happened in you. And that is why you are what you are. Ndio maana unaona tunawaambia tukuje mikesha, tukuje tufuge, tukuje sade, tukuje rajawa, tukuje evening services. Because you don't know when God is about to strike. And today I want to confirm to you that God will change your life and you are forever you're going to be not the same again. If we look at the book of Psalms 139 verse 16, the Bible says, your eyes saw my uniform body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Bwana Yesu asifiwe sana. The book of Psalms 132. Mtu wa kutusaidia huko nani? Nani yako? Ann. Yeah, okay. You could see my body grow each passing day. You listed all my parts and not one of them was missing. This is God. He listed all your parts and nothing was missing. At the end of the day, listen, this is not a pastor writing this. This is King David. And King David was not a religious person. He was what? He was a politician. He was a king. He was not much into the religious, but he knew the power of God, how it operates. Alijua mipango ya Mungu inafanya namna gani. Mikakati ya Mungu ikipangwa inapanga. You could see my body grow. This is God watching over you. That he sees your body grow. How many of you have ever seen the body, mwili yako ikikua? Ni mtu ushaiona siku moja ukijua ukaona mwili yako kukua? Hebu niambie sasa, wewe mama umezeeka sasa. Kutoka utoto wako uliwahi kujiona ukikua? Mtu anakuaga saa ngapi? By the way, Agnes, mtu anakuaga saa ngapi? Mtu anakula lini? Niambie tu mami, mtu anakuaga saa ngapi? Can you tell me when you saw yourself? Unaona wewe kula? No. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama nywele inamonyoka kama ya huyu na yangu, mimi sijaipata nywele kwa kitanda. Ati hii ndio ilimonyoka jana ikaaguka. Sijaipata. Inaendaga wapi? Unajua kuna vitu za Mungu ambazo za kiajabu ajabu. Ninasema you could see my body grow. He sees our body to grow. Anaonanga tukigrow. Anaonanga tukibadilika. Anaonanga maisha ikibadilika. You could see my body grow each passing day. Every passing day. Kwa hivyo kila passing day mwili inatembeaga inapadaga. Wakunona wananona. Ile tunaojuaga mtu amenona ama amekoda. Hiyo ndio tunajuaga. Lakini hii ya kuzeeka hakuna mtu anajuaga, ni kuona tu unaonaga na miaka imeenda. Unaanza kuona sura nyingine imeanza kuja, ndio sasa tunaanza kurekebisha. Bwana asifiwe sana. Niwekee hapo, sijamalizana nayo tafadhali. Yeah, you listed all my parts. He listed. Akalisti macho, akalisti masikio. Mwambie huyo mama ako na staya kwa kichwa, mke acha kulala huyo.
usijaribu kulala. Umesikia? Hiyo star umetuwekea kwa kichwa, sijui ni maua ama ni star, usijaribu kulala. You listed all my parts and not one of them was missing. Not one. Ukikuja ulikuja na every part of the body. He listed them and they were all existing. They were all available. Ulikuta mikono ipo, miguu ipo, macho yapo, masikio yapo, manini, kila kitu kilikuwepo. He listed them and all of them, they existed and they were there. In verse number 17, please give me 17. You can see now how amazing God could be. How amazing. Your thoughts are beyond my understanding. Hallelujah. The thoughts of God are beyond your understanding. They are not like you. You may like you are not going to perform, but the thoughts of God you are going to perform. That I'm not going to make it, but the thoughts of God you are going to make it. Yet you are going to fail. The thoughts of God say that you are going to be successful. They cannot be measured. The thoughts of God cannot be measured. So do not underestimate yourself. Do not look down upon yourself like you are not going to make it. You are going to be successful in every area of your field. In every move of your life, you are going to be successful. Unaenda kushinda. Unaenda kuitwa mtu amefaulu. Unaenda kuitwa mshindi. Unaenda kuitwa aliyebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu punguza main. Punguza main kabisa. Main. Punguza tu kidogo. Yes. Yep. Sivyo imekuwa zuri. Ndio tusikilizane vizuri. In the book of Job 34 verse 21. Kitabu cha Ayubu 34 verse 21. Nataka leo tuende pole ndio nataka uelewe ya kwamba in the will of God. Usiache kungangana kama kitu hakijafanyika hapa. Kama muujiza ambao ulikulete hapa hujafanyika, ongojea tu. Kama wakati wa kubarikiwa hakujafika, ongojea tu. Kama hujapata kazi, ongojea tu. Kama hujapata mume, ongojea tu. Kama hujapata mke, just wait a few minutes. Something's about to happen. Kuna kitu kinaenda kufanyika. Yes, Job 34 verse 21. Tupatie Job, Ayubu. God watches what people do. He sees every step they take. Hallelujah. God, He watches every step. Watches what people do. He sees every step they take. Every step. Kila kitu ambao unafanya katika maisha yako. Hata ukinyang'anywa pesa yako, hata watu wakikatana kitu chako, hata wakifanya nini, whatever they are doing around you, He watches every move. Ana watch kila kitu. Si ati anajui hauna pesa, si ati ajui unaenda kulala njaa, si ati ajui ati mambo yako haijakuwa mzuri, si ati ajui umegombanishwa kazini, si ati ajui umekosa mume mpaka sasa hii, mpaka umekaa mpaka God knows He's watching over you. Don't worry. Just wait to be in His will. When you are in will, utakuwa activated in the processes of God. And when you are activated in the processes of God, nothing, no weapon fashioned against you can be able to rise. Hakuna. Nobody can fight you. They will talk. They will try to do anything as long as you are in the will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not do anything. Ukiona kitu umesukuma kimekataa, then ask God, are you in this? Mungu atakwambia yes or no. He has His own way to answer. He will atakujibu tu. So don't push. Just remain because He's watching. What you are doing, He's watching. He knows when He's going to bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. He knows when He's going to raise you. He knows when He's going to change your life. Your life for sure. You are going to become what He said you are going to become. You are going to be powerful. Give me 22. You're going to be very powerful as He said. You're going to be successful as He said. You're going to win battles as He said. You're going to conquer the world as He said. There is no place dark enough for evil people to hide from God. There is no. Hata wakisema watakuroga, ati watakuvisit, kama kale kamuzee kalikuwa kanaitagwa kama kuimodo. Kalisema I will visit you. Nitakuvisit kwako nyumbani. Nitakuvisit mpaka kwa Kigogona. Mimi nikaogojea kamuzee kanivisit. Niliona kamezeekea kwa kichaka, kamemea ndevu kwa kioba maobi, ati mimi nikufe. Bwana kametoka kwa kichaka. Kalikuwa kamesema dunia ilikuwa iishe lini? Tarehe 1. Kalikuwa amesema dunia itaisha tarehe 1 mwezi wa 5. Wa 5. Bwana asifiwe sana. Despite whatever they want or they say against you. Hallelujah. I don't know whether you are understanding me. It doesn't matter what they say about you.
The plan of God in you will have to go through. Hata wakuroge, hata wapange venye watakumaliza, hata waseme hawezi kufa, watakuangalia ukiishi, watakuangalia ukikaa, watakuangalia ukiwa successful, hata waende kwa uganga, hata waende kwa wachawi, bado utafaulu. But you are going to make it. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione ni kama Mungu amekuacha. Ni timing. Bwana Yesu asifiwe sana. There is no place dark enough for evil people. Atawatoa. Wakijificha, wakiingia kwa shimo, atawatoa. Wakiingia mahali wanaingia, atawachomoa. Maana there is no dark place mahali watajificha. Wakati wako ukibarikiwa, ukifika, wataonyeshwa umebarikiwa. Yes. It doesn't. Usijali. Don't worry about the time you're not eating, you're not living a better life. Worry about God's intention on you. He has a good intention. Worry about the time. I am doing this. Am I in the will of God? I've started this ministry. Have I started with the will of God? We are going to Jacaranda. Are we going to Jacaranda in the will of God? We are going to Mombasa. Are we going to Mombasa in the will of God? I am going to start this business. Am I going to start this business in the will of God? Anything happens in the time of God. Nothing will delay. Nothing will come faster. Everything will move around, will cycle around that time. Hiyo wakati Mungu amesema, hapo ndio hizo vitu zitapitia, hapo ndio zitarevolve around. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipatie 23. Hapo ndivyo zitarevolve. Hapo ndio maneno itatendekea. Maana wakati wa kufanyika kwa hayo mambo, lazima God does not need to set a time for people to come before him and be judged. He does not need. Hallelujah. God does not need to set a time. Ati sasa Mungu amekupagia ni next year. No. He operates amorphously. He operates within. He has already said, kila kitu kimejipanga. Everything has aligned. What you need only is to align yourself. That's how you just align yourself with the systems of God. The moment you align yourself with the systems of God, nothing will fail. Mimi sionagi shida in my life. Asipatanagi na shida. I don't meet struggles. There is nothing I face. There is no challenges. I know this time kuna kupanda mlima na ninajua kuna kwenda kuteremka pale chini. Na kuna kwenda kwa mabonde na kuna kwenda kutakuwa na baridi na kutakuwa na joto. I just align myself. Kukiwa na joto nakaa hivi kama nakaa kijana. Kukiwa na baridi ninavaa kijaketi. Kukiwa ni wakati wa kuteremka milima unajivaa nguo za kupanda milima ama kuteremka milima. Kama ni kupanda kule Mount Kenya kuna viatu za kupanda. Na unapada huko. Just align yourself. Align with the systems of God. You will never go wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. Align with the plan of God. Just align na Mungu. Kaambia Mungu, I want to be like you. I want to be where you have positioned me. I want to do what you have allowed me to do. I want to be in your timing, in your season, in your plan as of now. This is what I want to be in. Just like that. Ukisema tu hiyo maombi, just like that. Na hiyo ndio maombi tutasema leo. Just aligning yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Once you align yourself with God, then God will get into you, will manage you. Just allow God to manage you in everything that you do. Allow God to be your manager, to be a supervisor, to be whatever, to be kila kitu. Revolve in yourself. Revolve in every plan. Let God revolve around you and you will never fail. You will be making things right because it is no longer you, it is God. When you surrender, to align yourself with God, it is to surrender. The moment you surrender, huyo mtoto nalilianga, ati ni mgonjwa, ati anateseka, ati anafanya, utakuta. Once you align with God, God becomes a doctor and heals the baby. Once you align with God, hiyo kazi yako inakusubuaga. God comes and fixes everything. And no longer now you face the challenges because God has taken over. Allow God to take over you. Allow God to take over every process of your life. Allow God to move in a direction ambayo utaendelea kutembelea na utakaa vizuri. In the book of Proverbs chapter number 15 verse 3. The book of Proverbs chapter number 15 verse 3. His gaze is everywhere, vigilant over the wicked and the good alike. Bwana Yesu asifiwe sana. That the Lord sees what happens everywhere. He watches everyone, good and evil. So when there is an evil person against you, don't worry about them.
God is watching over them. When there are good people around you, don't worry about them. God is watching over them. When everything that is happening around you, whether good or bad, don't worry about it. Just what you need to worry about, am I with God? That's that. Because you have a watchman in the name of God. You have that protection in the name of God. You have the guidance in the name of God. So no weapon fashioned against you. Nobody, no thing that will rise against you. Because the watchman, God, is watching over everything that is happening around you. Nitaweza nitakusukuma. No God in the but there is God in heaven watching over everything. I can come and bar you and can come and stop you from entering. I can come and block you from accessing. I can come and push you away from anything. But one thing I want to assure you today is that wherever or whatever happens to you, and you have surrendered to God, there is nothing wrong will happen to you. You may think that you have been umeondolewa kwenye position yako, but it is God who allowed that to happen, so that uondoke where you are because you are in somebody's position or you are in the wrong position. God wanted you to be pushed away a little bit so that you can go to where you are supposed to be. And the moment you get to where you are supposed to be, you will discover things that you are struggling to find are just there. Zinakugojea tu. Mpaka unajiuliza hii. I thought it is so hard to get this one. So it was this simple. Unapata hivyo. I thought it was so hard kutafuta nyumba nipate nyumba mahali fulani. Unakuta it is so simple. I thought it's so hard to start a business like this one. Kumbe it was so simple. It's only that you are in the wrong position. When you are in the wrong position, you can't even be able to access the codes of that wrong position because you are not given any code in somebody's position, because that position is coded by somebody else and it's given to somebody else. That is why it didn't work for you, because you didn't have a code to unlock. The moment you allow God to position you, the moment you allow God to walk around with you, the moment you tell God, now it is not me, it is you. The moment you tell God, now I want you to guide me, to take me where you wanted me to be, because you are not a failure. You are not born a failure. God never created a failure. God never created a wrong person in you. It is you who turned yourself to be a wrong person in the wrong position, or the right person in the wrong position. Once you get yourself together for the positioning of God, then everything that you wanted to do will be done. Not you. We don't do these things. Hello. We don't do these things. They are done for us because God sent us a helper in the name of the Holy Spirit. Don't push things to work. Don't make things atunataka hii kasi ifaulu, hii kasi ifanikiwe. Hapana, ukiona haigii wachana nayo, wakati wake haujafika. Wakati wa kufika ikifika, nobody will be able to stop you. Nobody will be able to come against you. When we are planning for Jacaranda, we had planned area. Wakati niliangalia nikaona things are not ready for this, I withdrew and asked God, what is your time? He told me, wait, I'll show you. Then we waited. Then we write a man, we've set a date. And from the day we set that date for Jacaranda, things started working. Every door opened. Every system worked. We never struggled. We did struggle. The other time when we were in the wrong time, we struggled to find letters for the ground. They were elusive. Tulitafuta mwezi mzima barua. Tunatafuta kila mahali barua. Everything was completely elusive. It was not found. Tunaenda huko tunaambiwa enda kwa chifu. Tunaenda kwa chifu unaambiwa enda kwa nani, enda kwa OCS. Unaenda kwa OCS unaambiwa. Lakini when we got into the right time, somebody appeared here. Here, not we didn't go. Me, I didn't go. I don't know how even the letter was drafted. I just said, draft that letter and give it. And this guy, he went within 10 minutes. He had all the letters that we needed. 10 minutes. And he even spent less. Because the budget tulikuwa tumefanywa ya kiwanja, ya security, ya nini, it was amounting to 100,000. When he went there, he told us, you need only 7,000. Yes, only 7,000. Na mimi nafikiria hata hiyo ni kukula alikula. Because alikuwa anaingia kwa OCS na OCS niwekea muhuri hapa, anaweka muhuri, anaenda kwa mwingine na mwenye niwekea muhuri hapa. Mpaka nikaanza kufikiria kwani hii kitu ni rahisi namna gani? Lakini kumbe mimi nilikuwa nimeshindwa. Because I was with the wrong people. I was in the wrong season, in the wrong time, with the wrong people. Bwana Yesu asifiwe sana. You can even be with the right time, but as long as you are in the wrong season, no door will open. You will struggle.
Bwana Yesu asifiwe sana. You will struggle so much. Tulikuwa tunajaribu kutafuta venye we are going to get the goons wale huko ndio tuongee now, because you cannot operate in Nairobi without the goons. And they were so elusive. But when the time came, walijilete hapa. All the goons were here. And they came sat with me. And they was protect. They gave me security. Wow, I was enjoying. I've never seen that. Bodyguards hapa na walkie-talkie from nowhere. And ni watu wako na sura wamekatakatwa huko. Kwa hivyo meaning nobody can dare come near there. Ukiona venye mtu amekatakatwa, the main bodyguard wangu, ukiangalia sura hivi, alitisha huyu jamaa. Na unajua venye anakuwa na kiherehere. Aliambiwa songa bwana. Songa bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu watu wetu Amerika kalienda kuja na wewe songa toa hiyo sura yako bwana. Na ni jamaa na kuangalia na macho baya, alafu sura yake ni baya, alafu sauti ile anatoa iko na mgoka ndani na bangi ndani na changa ndani. Sasa hivi anatoa sura unasikia ni kama crocodile iko ndani yake amemeza. Unaondokea bila kuulizwa. Ndio sasa ndio anatoka. Hakuna mtu alikuwa ananigusa. Nilikuwa natembea na kisoja mpaka watu nasema unaona venye yako na maaskari. These people ni makomando. Akijua ni maguru. Gainio iko hitha ke. Thina. Tuingie kwenye kitabu cha Jeremiah 23:24. Jeremiah 23 verse 24. And filling heavens and earth, there is no sacred place where we can hide from him. Jeremiah 23:24. Someone might try to hide from me in some hiding places, but it is easy for me to see that person because I am everywhere in heaven and on earth. This is what the Lord said. So unangangana kwa nini? Why are you nganganaring? God is everywhere. In whatever you are thinking to achieve, God is there. In where you are trying to run to, God is there. In where you are trying to hide, God is there. Anasema, someone might try to hide from me. Just someone like you might try to hide from you. And most of the people here I can see, if I can look your faces, you are trying to, yani mumekunjwa, but you are trying to run away from the problem, from the challenges. That is why you are here for KESHA. Hauku hapa kwa sababu ya kutafuta Mungu. If I can look at you, you are here because you are trying to run away from a problem, from a challenge of your life. But the Bible says someone might try to hide from me in some hiding places, but it is easy for me to see that person. Very easy. And I make that quite simple. You see, this God is very funny. He makes it look very simple and very weird for you and very confusing. Unajiona kama ni kamujika fulani. Because wewe ulikuwa umejificha, lakini akasema it is very simple for me. I'll just see them. Hata ujaribu kujificha, uingie kwa kichaka, uingie kwa bedroom, uingie wapi. It is that easy for him. He will see. Atakuona tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani ametoa huyu atakuona tu, he will see you. But it is easy for me to see that person. Very easy. That is how easy things are. That is how easy God is. God is not complicated. It's just simple. Mungu ni very simple. Mungu is you. Bwana Yesu asifiwe sana. He is you because he is omnipresent. Omni what? Omnihobilis. Eh? Florence amesema ni omnihobilis. Omnisapient. Potent. Nilikuwa nimesikia unasema ati Mungu ni omnihobilis, omnisapient, omnierectus. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama uliimba ile iba tu. Wangapi waliimba ile iba ya Samia Kauma Makonde? Unakumbuka hiyo song? Wangapi wa hiyo class? Inua mkono kama ni wa hiyo class. Watu wa kubeba kikombe wakawekewa masiwa shuleni. Inua mkono juu. Watu wa kubeba kikombe. Yaani ukubeba kikombe ile paketi ya kubwa ya Ultra Pack ile tulikuwa tunagawanya watu watatu. Tunakunywa na unabeba ugali, unaenda nayo shule, unakula vizuri. I love those days of Moi. Kulikuwa kuzuri. But it is easy. Yani it was that easy. Maisha ilikuwa simple na maisha ilikuwa easy. Hata sasa if you turn it, it will be simple, it will be easy and God will work all over you. Because I am everywhere. God is everywhere. Don't run away because things have not worked here. Seek God while you are here before you get to that other place.
Bwana Yesu asifiwe sana. Don't move ati kwa sababu kimeumana. No, hakijaumana. Wewe ndio hujajua wakati. Umekuwa kwa wenyewe katika wakati ambao haufai. Lakini kama ungekuja kwenye wakati ufaa, ungepata chakula chako kiko ready. Ni kukimbia, ulikimbia mapema, ukakuta ndio wanachoka waru. Sasa kwa sababu ulikuwa na njaa, wote ndio kimya. Paka uogoje wakati chakula hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't move. Wacha kuenda, because God is everywhere in heaven and he is also on the earth. This is what he is saying. He is everywhere. So do not run away from here. Utoroke hapa ati uende sema Nairobi imekukataa, uende Mombasa imekukataa, uende utoke kazi hii imekukataa. Hapana, kaa kwa hiyo kazi. Kaa hapo until God says otherwise. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye atakutoa. Yeye ndiye atakupeleka. Na kwa kupeleka kwake utakuta life is so easy. Kila kitu kinafanyika without you struggling. Kila hata unafikiria, unajiuliza, kumbe hii kitu ilikuwa rahisi hivi. Ni kwa nini nimekaa miaka hiyo yote nikiteseka? Hapana. Ulikuwa nakaa miaka hiyo kwa sababu you were not ready for the move. And God was not ready for you. Bwana Yesu asifiwe sana. He was doing something else with some other people. That is why you think you are struggling. You are not struggling. You are just positioned somewhere awaiting for the next move of God in you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. If you can learn to wait for that next move, hiyo move ingine inakuja. Just wait a bit. Wacha kupurukusha. Hata ukipigwa transfer na Mungu upelekwe mahali, nenda tulia wakati unakuja. Wakati utakaa vizuri, wakati utatembea vizuri, wakati mambo yako yatafanyika vizuri. Don't reposition. No, wait God. Ask God, is your will here? Are you with me? Are you walking with me? Are you going with me? Tuko pamoja. Anakuambia hapana, hapo si yupo, basi unamwambia, anakuambia tulia. Na unatulia, unachukua kikombe cha maji, unatulia, maji matulivu mazuri, maji baridi vizuri, unakunywa, unatulia. Wacha kiherehere, mwambie mwenzako wacha kiherehere. Guza huyo mko naye, mwambie wacha kiherehere ya maisha. Yes, tulia. God is working on a plan. And this plan of God, it will be successful. Itakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa hapa Selena, nimetoka hapa nikaenda kukula lunch Selena. But I don't say, nimemention. Nilikuwa nimeenda kukula lunch hapo Selena. By the way, huku ndio naenda kukula lunch. But do I say I'm not saying that. I'm not bragging. Nilikuwa nimeenda huko because I know huko unaenda unakutana na kila aina ya watu. Nimekutana na Wetagura hapo. Wetagura akanisimamisha, akaniita, bwana simama kidogo. Akaniuliza, kwani huko na mpango gani? Nikamuuliza, kwa nini? Ulitumia milioni ngapi? Who is funding you? Ulitumia milioni ngapi kuleta hawa watu wote? Nikamwambia, I only spent 200,000. Akaniambia, you are mad. You think you are children? Nikamwambia, yes, you are not children. You are a speaker. But how did you get that crowd? Even Raila, when he was alive, he never got such a crowd there. Nikamwambia, it is not me. I was in the will of God. When you are in the will of God, you don't struggle getting anything. God provides them to you. God makes them to be successful. Kila kitu unapata kinafanyika kwa upendo na kwenye mipango ya Mungu. You don't push things. You don't do things. Unafikiria kupelekwa na kiferereki kwa crusade? Nganga mwenyewe hapa Harrison na huyu mwingine wamewahi kupelekwa na kiferereki. Na ndivyo wanajitaka makomada. Washaipelekwa na kiferereki. Washaipelekwa. Na wanasema sijaokoka. Mtu asiyeokoka alipepwa. Nikasukuka. Kumbe Nairobi inakuwa hivyo. Ni kidogo sana. Nairobi ni town kadogo sana. Tukasukuka lakini kuna mtu mmoja nilikuwa naona alikuwa anatetemeka mpaka mdomo. Mpaka nikashindwa. Ameshikilia kiti. Apostle, don't cease from praying. Pray without ceasing. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the time that God, when he wants, anataka tu kukusurprise, he will surprise you. Don't be worried of what you are going through. Don't be worried of what you don't have today. You don't have it today because it is not there for you today.
Tomorrow you'll have it. Hallelujah. Let's look at the book of Psalms 30, number 37. Psalms 37 from verse 12. Psalms 37 from from verse 12. The plans of the wicked against the righteous do not go unnoticed. He just loves at them. And anawachekelea tu. The wicked plan bad things for those who are good. They show their teeth in anger at them. Verse 13. Hii ni tamu sana. Hii ni ile mzuri sana. But our Lord will love at them. He will make sure they get what they deserve. So don't worry. Unachagana, unashinda ukishagaa nini? Wacha kuchagaa. Watu wanyeni wako wapi? Wacha kuchagaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanyeni ndio wanasema wacha kuchangaa. Yes, wacha. Do not be. Wacha kusubuka. Wacha kukaa ati uko na mawazo mingi. Ati gogothi atia kutaenda namna gani? Sasa hizi sina pesa. Ati wanataka kunifukuza nyumba. Waacha wakufukuze. God is watching. Bwana Yesu asifiwe sana. Just go into the will of God. Ukiingia to the systems of God and they have tried to do something, they will be defeated even before they start it. They will be destroyed before they start a move. They will not make it because God has something for you. God will never put himself to shame. As long as you have agreed to be in his will and walk in his will and do things in his will, you should not be worried. Don't be worried at all. Kaa kigangari, kaa kijeshi. Vaa magwanda, tembeanga na magwanda bila kuogopa. Hallelujah. Maana Mungu is with you. He will win your battles. You don't need to fight. You don't need to do anything. Give me verse 14. You don't need to do anything. You need only to position. Just position yourself. Hautashindwa. Watu watakakuwa wakikuogopa tu. Ile kitu utaongezewa ni maadui. Maana hawakuelewi. Maadui hawakujagi kwa sababu ya kukuelewa. Na hawakupigagi kwa sababu uko na kitu mzuri. Hawakupigagi kwa sababu umebarikiwa. Ni kwa sababu hawajui unafanya nini. Hawajui what is happening around you. They don't know. Usiende kusema ati wewe ndio unajigwela. Maadui hawakuagi na wivu. Ni kukuelewa, walishindwa kukuelewa. Ndio wanataka kukugonga waone kama watakuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. They know nothing about you. So don't worry ati hakuna wivu. Maadui hawana wivu at all. Usiende kusema ati ni wewe ndio unajigwela. Ati wananisikilia wivu kwa sababu there is nothing with that. They don't know you. Wameshindwa kukuelewa. Si kitu kibaya wako nayo, ni kiwaru imewanyoka. Sasa ndio unaona machozi kitoka maana ya kiwaru imefanya nini? Umeza waru moto. Nani amewahi kumeza waru moto? Kama pita. Waru moto ukimeza unaona unajipeleka venye inaenda mpaka pale itaenda kwa tumbo, inaenda ikichoma pole inakuchoma pole inakuchoma pole mpaka mahali itaenda kutulia. Unasikia ndio hiyo sasa imetulia. Maana hapo huwezi kusheki tumbo ati hauwezi kusheki ama uji moto. Ushaimeza uji moto? Yes, umeki mistake uimeze. Utasikia karogano kakienda mpaka chini pole mpaka mahali itaenda kutulia. Hiyo inatemagwa mara moja tu unaangusha chini. Bana usijali uko mahali gani. Wewe tema muogeleage story nyingine. Maana hiyo ni adui ya afya yako. Itakuchoma mpaka kwa maini. Utaona mtu anafanya hivi. Alafu maji kwa haiko karibu. Na ikimeza maji inafanya maji inakuwa moto huko ndani. Sasa inakuwa maji, vitu mingi moto vinaanza kukuchoma huko kwa tumbo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. That is how things that don't worry about the enemies. They don't know. Si ati ni wivu, hakuna wivu inakuaga. Hakuna ni kwewaru. Inamchoma huko chini. Mwachie kitatulia. Kitaenda kitulia utakuwa ushaenda kilomita 2. Don't waste your time with the people who does not have an agenda over your life. Don't waste your time. Usirudie ati fulani ameniacha, fulani ameenda. That person was not part of your destiny. Hallelujah. Huyo mtu hakuwa, he was not part of your destiny. Alikuwa kuja kukusubua tu. Ndio kwa maana amekosa agenda, amekosa mahali pa kuingililia, amekosa mahali pa kupenya, amekosa upenyo. Ndio maana ameondoka, ameenda. Mtu ako part of your destiny. Hata upate shida, hata upate struggle, hata upate challenges, huyu mtu atakaa na wewe na atatembea na wewe.
When you see these people leaving you, hata kama ni mke, hata kama ni bwana, don't follow them. Hata kama ni manager, hata kama ni chairman, hata kama ni secretary, hata kama ni nani, it doesn't matter who they are. Just release them. Wakiondoka, just release them. Don't even call. Usipige ate wathire ku. Hey, misi. They were not part of you. That is why they have exited. Bwana Yesu asifiwe sana. They were not part of what you are doing. They were not part of your destiny. So do not bring them back. Because these are the people that will come and cause you derails. Because they were not part. Hawaelewi. Wewe unahitaji makanika, unahitaji mtu wa bao. Wale ambao walikuja na bao wakifikiria kazi ya bao iko karibu. Sasa wacha waondoke, kazi ya bao ikifika watakuja. Yes, utaona wakirudi pole pole anasema, "Nie ndabire guthie thabarĩ, ngiambage thio go nie ndakore." Wengine nasema, "Nie ndaikarire handũ nge, nie ndo nie ndahĩngĩka. Nie ngiona nyambe njehere hanini." Wengine nakuja kabia, "Nie ndakidonire, ndimenyaga nĩkĩndaiguire kũgondera ũguo nie." They were not part of your system. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why aiguire kũgonderera. That is why alikwasika. Yaani unaweza kuambia, unaweza kuja hii kanisa, ukuje kanisa, ukwaswe na huyu, utoke hii kanisa. Ulikuwa umekuja kwa sababu ya huyu. That is immaturity. Yes, that is immaturity. You are criminal, you are a crook. You are not meant to be here. That is why ulikwaswa na ukakwasika. If you indeed you came here, na ulisema wenye ulikuja ati Mungu alinisungumzia nikuje hapa kwa sababu ati hapa ndio baraka yangu iko. Ikakuaje? Ukakwaswa na baraka yako. Hii ni territory yako. Umeletwa na Mungu kwenye territory yako. Umeletwa na Mungu kwenye mamlaka yako, alafu useme ulikwasika. That is spiritual immaturity. Wewe ni mkora, wewe ni mwizi, wewe ni jagiri. Haujui na ujielewi mali kile unafanya hapa. You are not supposed to say ati ulikuja ati ukakwaswa aje. Mimi nilikuleta, huyu alikukwasa, alikuleta. Kila mtu aliletwa na shida zake. You came alone. Na ulipoingia ile mlango wa roho, haukuwa unajua mtu, wewe ndio ulijipeleka na kiherehere yako, ukaenda kutembea na huyu akakukwasa. Ulienda kutembea na wewe kwa nini? Uliambiwa. Hiyo ndio uliambiwa ukuje ufanye. Ulikuitwa kwa ministry, hukuitwa kwa huyo, uliitwa kwa ministry. Wacha ujinga. Ila mwenzako acha ujinga. Yes. Yeye Saitani. In the book of Job 42 verse 2. Job 42 verse 2. I know, Lord, that you can do all things. No plans of yours can be thwarted. The plan of God. Nobody. Sasa unakuja kusema ati ulikwaswa. Ulikwaswa aje? Ati watu hawa huko ati atumia kanitha yori, ati atumia. Ukitego sharia atumia. Na wewe mtumia. Washaragia atumia mwirani ati nao. Kwani wewe ni lesbian? Ati atumia kanitha yori. Wewe ni ogeragia. Yeni makeji kuete na nemokire komenya ya mareka. Wewe akire mukora. Ulikuja kutafuta nini hapa? Bwana Yesu. Because the plan of God, I know you can do everything. God can do everything. Everything can be done by God. You make plans and nothing can change or stop them. If God's plan was you to come in this ministry, na ukuje hapa, that was the plan of God. Hauwezi kutoka hata uchokorwe na nani, hata upigwe na nani, hata usemewe maneno gani, hata uambiwe umefanya kitu gani. Mungu ndiye aliniita kwa hii huduma. Hello. The God that called me in this ministry anasema, I know you can do everything. That is what I know with my God. He can do everything. And his plan, you make plan and nothing can change or stop these plans. Nobody. He called me. Hello. Nimeongelelewa na wachawi, nimeongelelewa na waganga, nimeongelelewa na mabishop na mapasta, lakini sitatamaki. Hello. Nikikuta laini hapa ni ya watu 5, nitawahubiria ni kama nahubiria watu 1,000,000. Wakikuja watu 1,000,000, nitawahubiria ni kama nilikuwa nahubiria watu 5. Because I am in the will of God. I am in the plan of God. Na hivyo ndivyo alitaka. Yeye ndiye alilete hawa 5. Na yeye ndiye ataleta hawa 100. Na yeye ndiye ataleta 1,000,000. Na yeye ndiye ataleta hata bilioni. Watu wanaangalia kwa TV kila mahali wanakuchukulia. It is God who will cause that favor to be there. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry about anything. Don't worry. Relax. Take your seat.
Na uvurute seat. Na weke safety belt. Ukanyage gari mzuri, utembee mzuri pole pole. Na kamaringo. Na unatembea, mkono moja unaekelea kwa dirisha, mkono mwingine unashika hapa. Sometimes unaachilia mpaka kevara, una change gear ukiachilia. Maana gari yako iko stable. Yes, ugetea. Waje kukaga wa mama wengine mnakujaga hapa mmekaa mpaka mko na rigos mpaka kwa hapa. Sasa ukiona mtu yako na rigos kwa sababu umejifunika na mateso, umejifunika na maneno ya kujinyarara, umejiweka katika maisha ambayo ni ya ujinga. Hii dunia mkaagi na mtu mwingine ni wewe na Mungu. And you are an image of God. Live like nobody. Kanyaga kama nogo ya jaba. Ukienda mahali wache watu wajue umepita. Watu wajue mtu alikuwa hapo. Yes, don't fear. Don't be care about them. Just do what you can be able to do at any time. No tukaketi kuthuguma huko farafani ukonyitone kacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, live like a king. Live like a queen because you are one. You are not pretending. You are not pretending that I am a king myself. I am a king. And I am not pretending. Na nikipita hapa barabarani natokaga tu hapa kuuza uoga tu hapa. Hapa hivi. Natokaga nateremka hapa chini napita hapo. Unaona mpaka watchmen hapa wote wametoka. Wanataka kujua kama ninaweza kwenda mguu. Napanda hapo. Unaona vichwa vyote. Sasa natembea una hapa Sakaja ameweka hii manini hizi magaburo. Hapo sasa napitia hapo nilifurahi sana alipoweka maana pameinuliwa juu. Naenda kama nainua kichwa hivi na napiga simu, napiga nakana simu. Hivi hakuna simu napiga. Naona nadagitigira. Utili mwisho gehuti adimu yake. Nakanyaga naenda hivyo, nafika pale kwa roundabout na cross hiyo roundabout wao wengine pia wanione. Na hao wengine wanione. Na cross na Bobrast na pita hapo katikati ya barabara watu wanione maana I am a king in the kingdom of God. I am doing what God wants me to do. I am where God wants me to be and I'm living like a child of God. Yeah. Just have that in you. When you have the confidence in you, nobody can tunya you. Yes. Kitembea na ukiwa uko na msupa kama sasa Agnes hivi unashika. Yes, unashika unaweka hapa. Mnatembea kwa barabara kwani ni wanani si ni msupa wangu. Mnaenda. Sio wabiage msupa thiaga nediroka. Unakaa kama mita 10 huko nyuma na yeye akupale. Kwa sababu hautaki kuona ulimtafuta wa nini kama hutaki kuona na yeye. Ni wa nini mnakaa na yeye? That means you are criminal. Wewe ni mkora unakaa na mtu unatesa mtu wa wenyewe bure. Tembea na mtu. Kaa kama Sawara. Ushaiona mapicha Sawara anawekaga? Yes, angalia kwa video za Sawara. Uone. Kimama kinacheza tu hivi kinacheza. Kiko kwenye raha zake. Hello. Yes, ako kwenye raha zake. Unaona hata hejaga. Hawezi koda. Wewe kaa tu na makodo yako. Takoda na utamalizika. Hawezi maana utamkutaga pale. Unaona pale Equity kwa barabara. Utamkuta hapo na akirekodi. Sasa ile kitu nashangaga. Na bwana yake akimkuta hapo atamsalimia ama atahepa. Mzee hiyo nataka kukutana na huyo mzee. Nimsalimie tu nimwambie kongolo. Uliweza. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what tuliwekewa hiyo job. Yeah? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Hibrania. Hebrew 4 verse 13. Hebrew 4 verse 13. Yes. Ndio tuone Mungu anatuambia namna gani. Maana leo ni usiku wa kubarikiwa. Ni usiku wa kuchange. Ile kitu nazungumzia leo, it is changing of your mindset. Na mkichange mindset, mtakuwa wafalme. Mtakuwa queens. Hallelujah. When Esther alibadilisha mindset yake akajua I am not a slave. I am supposed to live like a queen. Alifanya nini? Aliingia kangoa mama. Yes. Kuna mahali itabidi ungoe mtu ukae maisha yako. Yes. Kama mama kaliambiwa na mzee atikuja to dance. Kumbe Esther alikuwa na information, alikuwa na mainforma. Ati kama mama kamekataa kudance na mzee. Na mzee ni wale wanataka hawatakagi aibu, maana ni kaliitwa. Ikakaambiwa na mzee kuja to dance. Mzee alikuwa mfalme. Akaita kama mama atikuja ukaonyinie. Ule jera wega ekirio kwenda gukira udore manyira. Tubu.
Jera ega kila kwenda kila alikuwa anataka tu hiyo afurahie. Kama makasema nye ndiko hata nie ndiko ya kazi yako. Moka alikuja, Moka Moru alikuja. Esther mama alingolewa kama meno akafu. Biblia mzima ukijaribu kutafuta huyo mama kule alienda, hakuna imeandikwa. Hakuna mahali kunatajwa watoto wake. Inamaanisha Esther wakiwa na Mordekai walisema kama makao kafuatwe na kachijwe na kaondolewe from this world. Hakuna mahali kwenye Biblia kanasikika tena. Kalienda kakaenda. Kuna wakati yes. Kama ule mzee alikufaga ule Baba Siradra. Yes. Yeah, Bwana Yesu asifiwe sana. Na maneno inakaa. Wacha kukaa hapa kama umekaa kama ni mtu mgonjwa wika ngogote weigwirodha no. Nani akuhurumie? Mimi siwezi hurumia mtu kama wewe. Takufukuza, takwambia takataka toka kwa maisha yangu. Nikuite kama nganga ng'ombe wewe. Nothing in all the world can be hidden from God. So be just in the will. Just kaa kwenye mikono ya Mungu. Kaa kwenye mapenzi ya Mungu. He can clearly see all things. Clearly. Hadi hapa si kitu ya kurudi nyuma. He can clearly see all things. Just be in the will of God. Don't worry ati ulifukuzwa, uliabiwa, ilisemekana. Don't sit there. Hapo Mungu amekwambia kaa hapo. Everything is open before him. And to him we must explain the way we have lived. To him. Utakuja sasa anatuuliza maswali. Unajua anajua wenye uliishi. Sasa anakuuliza maswali. Uliishi namna gani? Sasa anasema to him. To him we must explain the way we have lived. You must give a justification on your living here on earth. Wacha kukaa ni kama umepigwa, ni kama umedharau. Yes, walikudharau, so what? You are rejected, so what? Did they kill you? Ati nie ile rejection mimi hapa unakuja hapa kuniambia venye amepitia rejection, namwambia toka. Nenda pale mbele, ukae kwenye hiyo mstari wa mbele na upiga magoti hapo chini, nikute ukiomba. Maana mimi siogiagi na wajiga. Ile rejection mimi nakuja kuniambia umepitia rejection, nikusaidie na nini? Ni mimi nikupitia hiyo rejection yako? Ndio leo upuzi. Enda kwa wale walikupitishia rejection. Kuja hapa ukijua wewe umekutana na unakujaga kwa general. Hapa ni kwa general. Na general hanyeshagi machozi. Hapana. General hanyeshagi machozi. Hapana. Unarua ukiona mtu anaanza kukulilia hapo, piga kofi mbili. Na umwambie huko tikwa malilo. Yes. Yes. Hello. Kuna watu wana imagine sasa mimi nipigwe kofi. Yes, utakula kofi na ukae hapo. Sasa ugege katia. Ugege tena ni waje leo limo. Wewe ndio umeanza ujiga. Sasa baba, wakati uliletea ujiga hapa nilikubembeleza. Thank you. Yes. Hiki kiniletea ujiga hapa. Ati kimeenda kwao, nilikipatia kazi kijega kanisa ya Thika. Kikaenda kwao, Olitokto. Akiwa alitoka huko ni wathukire. Dika maho ya ile gemwela kubafu, sina time ya kuwesti na maombi. Nani alikupeleka huko Olitokto? Akakaa tena hapo sijigwela, nakwambia ujinga usinipigie simu nyingine. Na sitaki usikie ujinga tena. Nilikutana naye hapa, ametoka kwa Muhidi Harigam. Amefanya kazi, amelipwa salary, ameleta 10%. Nikamwambia, my man, you're a good man. Yes. Maana ameona alikuwa anataka tu waste time ati tukiomba ati baba tunaomba upate nini? Heshima ni kutafutwa, inatafutako, unajitafutia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ya kuomba. Hizi vitu zote tuko nazo. Wacheni kusubua kama Mungu. Huko kwa Mungu anataka ukae starehe. Maana amekupatia, all things has been given to you. Raha anakuambia raha jipe. Kama Mungu mwenyewe anakuambia raha jipe, unarudi kwa kumuuliza raha ya nini? Anakuambia jipe maana ameikata, ameiweka pale. Nenda uchukue raha yako. Ili kaa maisha yako kazuri. Hata kama uko kwenye level ya sukuma, kaa na sukuma mzuri. Yes. Tafuta hata weka kitunguu, weka nyanya. Hata kama ni tule tunyanya tudogo twa shilingi 3. Nenda huko nunua tunyanya, tuagushe na usikatakate maana ni tudogo. Uagushe kasima kamzima. Ndio kuonekane kanyanya kako. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sio kukaa ati kukula nuka nyama kukwe. Asha, kama huko kuna nuka nyama na hauna pesa ya nyama na huko kuna 20 bob. Teremuka hapo chini kuna duka zinachoma mutura. Nenda ukatiwe mutura ya 20 bob, kuja rusha ndani ya sukuma yako. Watoto wote watasikia kuna nyama. Yes. Kwa sababu kuna nyama nyingi zimewekwa kwa mutura, zimekatakatwa, zikipasuka, nyama itajaa kwa sufuria. Hini, ukilia nyama, utakula nyama alafu weke supu mingi ndio ikuwe na supu, unakula mzuri. Unajua mutura imewekwa damu, sasa ile damu itatani supu, itakuwa black hivi. Ukimwambia hii umeweka inaitwa kwa roiko uji mix. Ndio roiko uji mix. Inaitwa nini? Ile ya kuku, ile na harufu ya kuku. Hapana, kale kaka box. Kaka cube, umeweka kaka cube kana, hata kaka cube unaenda unanunua kaka cube unasema harufu ya kuku. Unasikia watu wanakula kuku mpaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nasikia Mungu anasema raha jipe nini? Raha jipa mwenyewe. Wacha kungangana na maisha ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanaonanga mtu amenyoa kumbe ni koba moiko ilikuwa kwa kichwa na hao unaanza kunyoa. Raha jipe yako. Wacha na raha za wenyewe. Jipe raha yako wewe. Maana Mungu alirusha kipande cha raha yako kiliakusha kutoka mbinguni. Kaa nacho. Maana that is where God made a decision on you. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Nasikia utamu sana. And to him we must explain. To him we will explain. We will live and do according to the plans of God. And this is what will make us good and better. Yes. Romans chapter number 8, verse number 36 to 37. Romans chapter number 8, 36 to 37. Yes, inasema namna gani hii? As the scriptures say, for you we are in danger of death all time. People think we are worth no more than a sheep to be killed. Verse 37. Is it what I called for? Ama amefanya vitu zake. 37. But in all these troubles we have complete victory through God, who has shown his love for us. We have complete victory. Bwana Yesu asifiwe sana. So hebu weka 36 kwanza tuchambue kidogo hapa, ndio mama yuko hapa. Naona ananiangalia na macho. As the scripture says, what? As the scripture says, for you we are in danger of death all the time. All the time you are in danger of death. But this one will not kill you. People think we are worthy no more than sheep to be killed. Some people look at you and think you are no more worthy. That you don't deserve to be what you are. That you don't deserve. Yani kuna watu wamekufanyia calculation na wamekumalizia. Kuna watu wamesema utile kodwala huyo mtu aedi malali, nitamumaliza, nitamufanya, nitakaa, nitaenda. Acha nikwambie, the verse 7 inasema namna gani? This God is going to make you become. Bwana Yesu asifiwe sana. He is a God that blesses people. Give us that 7. He's a God that blesses people. He's a God that knows you. But in all these troubles. Mwambie mwenzako, tusome pamoja. In all these troubles, we have complete victory through God. In all these troubles. Not in one trouble. Not in two troubles. In all these troubles, God, we have victory, complete victory through God, who has shown his love for us. We have complete victory. Complete. Not incomplete. Complete. Hello. And in all the troubles that you have. Ati sasa current kameleta shida, inini imeleta shida. We have complete victory in everything. And God will make you become. In verse 13, the book to maliza na book of Revelations chapter 21 verse 7. The book of Revelations chapter 21 verse 7. Mwambie mwenzako, be in the will of God. Musukumusie vizuri, ni kama umenenewa neno leo likakujaza. Mwambie be in the will of God. Yes. Wacha kukaa kama nyeje hapa. Yes, kaa kama mtu anajielewa. Unajua nyeje inakuwa na wasiwasi kwa sababu ni mwisi. Hata mede zile ni mede zilizokuwa kwa kitanda ni ama zinaitwa nani? Kuguni. Mede ni gani? Nyenyeje. Nyeje. Okay. Kuguni ndio
Kwa kitanda. Ulijuaje ni ya kitandani? Tumepita huko. Tumepita huko. Zinaitaka zimepita wapi? Huko. Yes. Revelation 21 verse 7. All those who win the victory will receive all this. All those who win. Hello. All those who do us. If you conquer this battle, if you conquer what you are going through today, if you conquer the challenges that are facing you today, you will receive all this. And I'll be there, God. They will be my children. I'll be there, God. And they will be what? My children. Hello. What else did you want? That if you conquer, meaning those who fail to conquer, God will never be their God. And they will be never become the children of God. Are you getting me? Are you getting that? That you are going to lose all. Hallelujah. If you don't push to be in the will of God and you lose a battle, God will move away from you. Hello. Mungu si wa kiguoya, Mungu ni wa the champions. You must be a champion for God to be for God to be your God and for God to appear to you as a child. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, in the book of Genesis, chapter number 22, verse 15, I will surely bless you. I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and the sand of the sea. I will sure. Why will God do that? Because he loves you. He said, the angel of the Lord called Abraham from heaven a second time. And verse 16, the angel said, you are ready to kill your only son for me. He was ready to be in the will of God. It is not anything. He just was ready to be in the will of God and do the will of God. To kill your only son for me. Since you did this for me. Since. You see how you touch the heart of God. Because you remained in the plan of God. You touch his heart. Alifurahi. Huyu mzee alifurahi. Alifurahi sana. Baka akamwambia, kwa sababu hukuninyima. Ati ni umaredi, ulikuwa ready kuua mtoto kwa sababu yangu. Hata Mungu alitembea na madaha kidogo kule bigudi. Ati ulikuwa ready kumaliza mtoto wako kwa sababu yangu. Na mimi wacha nikwambie. Since you did this for me, I make you this promise. Hallelujah. I don't know whether you are understanding this. I make you this promise. That this promise will dwell in you. This promise will forever be with you. The Lord's promise that. Aka promise. 17. Aka promise. Imagine sasa ni Mungu mwenyewe personally. Ndiye ameleta sasa malilio kwako. Anasema, I will surely bless you. And they give you as many descendants as the stars in the sky. There will be as many people as sand on the seashore. And your people will live in cities that they will take from their enemies. We shall take it from our enemies. Hello. Sasa niki wena wanogu. Niki maamurio wena wana. Urakigwe turadi kukonka. Uya tunaenda kuwanyaganya. So mukisikia nimenyaganyana mujue I am conquering. I'm fulfilling the promise of God. Mukisikia kuna mtu nimeweka chini msiseme ni scandal. I'm just doing the will of God. Hallelujah. Nyewe semaka ni scandal. Me I'm fulfilling ama imeandikwaje? And your people will live in the cities that they will take from their. See ati watajega. We are not going to build. We are not going to build cities. They will build, we go and occupy them. Hallelujah. They will start businesses, we take over. They will start ministries, we take over. Now we have taken over the country. Allah. Hatujachukua? Nenye mungedhetio haa kanisa ini. Niliwaambia 4 walls imeondoka. Tumeenda church without what? Walls. Umeona church without walls? Uliona? Wewe shida hapo kingedhia. Kanisa kalia kaicho. Kanisa kinyago kakagwa. Kanisa kalia kaicho. No, sasa ni kupenya, ni kupiga, kuangusha makombora tukichukua the territory. Hii lazima tutaikalia. Yes. Unaona kama mimi siwezi kuitwa excellency? Yeah? Yes, I can. Yes. Ama sikai? Agnes ni hiana. Kwanza wewe ndio utakuwa DPP wa Kenya.
Bwana asifiwe sana. Deuteronomy. Kwani nani anasema nimefika mwisho tena nasikia kuendelea? Yeah? Ni nini mmenipatia? Oh, I am in the will of God. I am being conveyed by the will of God. Bwana asifiwe sana. Inasema Genesis. Tuame Genesis mami tulihama kitabu. Tuende Deuteronomy 28 verse 7. The Lord will cause the enemies who rise up against you to be defeated before you. They will come out against you in one way, but flee from you in 7 directions. 7 directions. Wewe umeweka vitu zako sijali, tumepita hapo. You are not in the will of God. Tulisema Deuteronomy 28 verse 7. Naonekana kausigizi kameanza kumuigia. Yani when the enemies, because of being in the will of God, even when the enemies come before you, they will be scattered in different directions. They will come in one direction, but they will go in 7 different directions. Your enemies. Sasa niulize, utakuwa umefanya nini na uko peke yako? These are enemies. The Bible here is talking on a singular. It's a singular. Meaning, ni single. You are alone. But these people, they will come in one direction, but be scattered in 7 different. Who will scatter them? It is the power, mighty God. The power of God will be upon you. That when they see you, they will start going. Watakuona tu hivi wanahara. Watakuona hivi wanaanza kutetemeka. The Lord will help you to defeat your enemy. The Lord will help you. It's not just that hautapigana, utapigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiende kusema hata ati Mungu atanipigania, hapana. Alikupatia mikono ya nini? Ati Mungu atakupigania. Ati niye mwathani ni akodoerera. Akuruwerewe na moko. Tutigio limu. Amesema atakusaidia kupigana. Atakusaidia chukua paga kata kichwa. Atakusaidia ukate mazikio kama Peter. Atakusaidia chukua nyahonyo kama Yesu. Atakusaidia. Goga wao usijali. Goga vizuri na ukae vizuri. Wende weke ugali na ukule mrenda. Usikie mzuri. Yes, because God will have helped you. Ukiona ninanyorosa watu kofi hapa, ujue God is helping me. Na ukiona nakugoga ni kwa sababu you are my enemy. And God has instructed me to deal with my enemies because he has given me power to deal with my enemies. Ay, mlaigwa te hau. Yes. How ni hega? Yes, deal with your enemies. Deal with them as according to God, as God has said. Hapa si mahali pa igwaya. Why we don't come and sit here if you're a coward? We don't grow here coward. We don't grow them. Yeah, tutikolagia cowards. The Lord will help you. If imagine ati Mungu atanisaidia. Imagine. Alafu mimi nikae hapa unipige. Na najua Mungu yangu ni mkubwa. Na Mungu yangu akinikuja kunisaidia. Alalalala. Ile maajabu atafanya. Zile vitu vitafanyika hapa. You've never seen them. Because my God is a dangerous God. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema the Lord will help you defeat your enemies who come to fight against you. Your enemies will come against one direction, one way. But they will run away like cockroaches from you in 7 different ways. Wataenda kama cockroach. Yes. Maadui wako. Wataenda. Don't spare them. Don't even allow them because you have a God who can do things for you. You have a God who can defeat them. You have a God who can conquer them. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of am I still in the will of God? Isaiah 54 verse 15 to 17. Isaiah 54 verse 15 to 17. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Whosoever that will gather because of you, to fight you. Whosoever that will come and gather, because I will never send anyone to attack you. Hello? I will never send anyone to come and attack you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo acha kudanganywa tena mahura magai. And if any army tries to attack you, you will defeat them. Sasa ambia hawa wachawi. Waambie hao wachawi, waambie hao warogi, waambie warogi ya kwamba that my God has given me power that any army tries to attack me, I will defeat them. Yeah, pia wachawi. Yes. Mwambie Farao nimeokoka.
Aya, mwambie Farao nimeokoka. Naenda Kanani, naenda Kanani, naenda Kanani. Because I am a winner. I have conquered. I have won battles. Hello. Kama mtu kama kuja hapa kanakwambia hata akajavaa dawa akanakutishia ati katakuvisit, katapigana na wewe, katangangana na wewe. Wewe mwabiage. Ukiona mtu kama huyo anakuja kukwambia na wewe ni mtoto wa Apostle Ndura Waruinge, mwambie wacha kungangana na ndovu kukunia. Mimi nataka shida ninajo gukomea. Tondu ukihota jo ngwimia garuko. Imekataka ile inajua inakulaga kimuti kama hiki kimuzima. Sasa wakati wa kwenda choo inatoaga kuni za kwenda kupika githeri. Sasa unataka kungangana, utakufa. Ikuni itatoka wapi kwako? Mwapie Farao achane na wewe. Wapie waachane na wewe. Wakati wa kusubuliwa na cockroach na makunguni na majigas na madaa na madutu umepita. Yeah. Hello. Mwambie zako ama wina. I am a winner. They will never defeat you. Wewe umekasirika? Unaenda wapi? Kaa chini. Umesema I am a winner. Sema I am a winner. Ni wewe naambia sema I am a winner. Basi enda. Sasa wakati tunasema I am a winner dia naenda. And these are prophetic, I'm releasing prophetic messages. I'm releasing prophecy upon you that I am a winner. Na yeye hiyo dia nachukua. Kumaanisha ametoroka. Sio ni ugoya. Sasa unatoa. Verse 16 please, quickly. Verse 16. Look, I made the blacksmith. He blows on the fire to make it hotter. Then he takes the hot iron and makes a kind of a tool he wants to make. In the same way, I made destroyers to destroy things. Kwa hivyo there is a private army of God who will come and fight these battles at any time. This army is so powerful. Just be in the will of God. He causes his mighty armies to come alongside you to defeat every enemy around you. You just sing victory. Look at Jehoshaphat. He was told at wa Moabi, wa Miunani, na watu wa kutoka mashariki wanakuja. They are much powerful than you. They are coming to destroy you. They are coming to kill you. 2 Chronicles chapter number 20. They are coming to destroy you. They are just dangerous people. Bwana Yesu asifiwe sana. He got scared a little bit, but he knew, he remembered, I have a God. Bwana Yesu asifiwe sana. He just got scared a little bit. Akasema, haya, atea, wanakuja. Ukweli. Lakini he remembered, I have a God. 2 Chronicles chapter number 20. He knew, I have a God. When you remember that you have a God and you invoke this God in your battles, then the battles are won. Just like that. He went to the temple. He asked everybody to fast. He asked everybody to go on their knee and call upon the name of God. Oh my God. Later, the Moabites, the Ammonites, and the Meunites came to start a war with Jehoshaphat. Verse 2. They came to start a war. Remember now, these are the people coming to start a war with you while God is in you. Hallelujah. These are the people that are planning to defeat you while God is in you. Just imagine. First of all, they have to remove God so that they can fight you. And this God, when akiingia kwa moyo wako, anakaaga hapo permanently, he says, I will be in you permanently. Some men came and told Jehoshaphat, there is a large army coming against you from Edom. They are coming from other side of the Dead Sea. They are already in Hazaz Tamar. Hazaz Tamar is also called En-Gedi. Verse 3. Jehoshaphat became afraid, and Jehoshaphat became afraid. And he decided to ask the Lord what to do. Why did he decide to ask the Lord what to do? He was seeking for the will of God. What is your will? He was seeking to know what is the plan of God. So before you make that decision, ask God, are you in my decision? Before you start making that move,
Don't make a permanent. Yes, you can agree. I can agree with you. We are going somewhere. But don't make it permanent until God is involved. We are starting a journey. We are starting a business. Until God is involved, don't move. There is a way God will communicate to you because you have gone to seek the will of God. And he announced, he decided to ask the Lord what to do. He announced a time of fasting. Hello. For everyone in Judah. When he had the will of God, he had it, but he never did it. He again brought in people. Akaambia the entire community, let us come and fast. Because he also wanted to see whether God can speak to this other. Waambiwe don't go. So he wanted that confirmation. Bwana Yesu asifiwe sana. Then once the conversation, confirmation. Nyinyi mulienda shule gani nyinyi? Verse 3, verse 4. Muli kama hukusoma wacha kunisaidia hapa. The people of Judah came together to ask the Lord for help. They came together to ask the hand of God. Because they knew they cannot make a move without God. They cannot move without the plan. They came from out of all towns of Judah to ask for the Lord's help. And this is now our line when we are going for the next meeting on the 2nd of August. This is now, we are going with this one. The people of Judah came together to ask the Lord for help. They came from out of all the towns of Judah to ask for the Lord's help. At the time that you are in today, we need the help of God. Ruto is much powerful. Oh, Kasongo ni mnoma. Wacha eda orokarao. Orokarao watu wanararaka na shilingi 2,000 kila siku, kila mtu. Orokarao mzima. Na asubuhi gunia 2 ya fertilizer na viazi hapo ije kwa unakuta kwa mlango geti yako umewekewa fertilizer na viazi, wewe ukalime. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa dudhi anaambiwa petrol station, enda uweke mafuta ile dudhi yako inatosha. Mpaka nilikuwa nafikiria kupeleka dudhi yangu ikunywe mafuta huko. Orukarao mpaka mitaro imefagiliwa na imemwagiliwa rami, mitaro ya maji imemwagiliwa maji. Yes. Hapo mnahitaji Mungu. Mnahitaji kufast. Hamuhitaji kwenda ati kusema ati 2 term, 1 term, 2 term. Hapa si 1 term sasa. Ni umwende kwa knees because this is a Moabite. Kama mjuage Ruto ni Moabite. Ndio wanakuaga hawa watu wake wa Nilotes. They are the Moabites. And these people were fighters. They were strong. Na ukumbuke Moabites ni wale walizaliwa na giant. They were giantish. Yes, you can imagine. So this when huyu Jehoshaphat aliambiwa hawa jamaa wanakuja, alijua this is now a battle. Hizi mambo ya kunini. So they needed to seek God. You don't go fighting a president na hiyo 2 term na 1 term slogan. You can't fight a sitting president. Umushide na 1 term na 2 term. Hiyo iwezekani. He has the tools of power. Ako na kila kitu, ako na polisi, ako na jeshi, na he can deploy. These things are his. Yeye ni armed commander, CIC. Commander of what? Commander in chief of all. No, understand here. Of all. See defense. Armed. Hata wewe ukienda chukue license ya gun, atakuauthorize uwa watu wako karibu na wewe. You are carrying a gun licensed by my government. Huyo si mtu ati wakufikiria unaweza kumtoa hapo ati uende wa Munyoro upage mwanza usema 1 term pale wa Munyoro ama muende leader Mwananchi. Mtalida Mwananchi. Yeye analinda tubo lakini mtakutana kwa kiwanja kama ako na strength. Hapo ni magoti inaigiaka. Anadili na yule alimweka hapo. Yes, mnadili na ule mnamwambia mtu amekuwa mbaya huyu. Naye Mungu anakuambia ni nyinyi mlikuwa mang'aa. Singeolete. Kama mngekuwa watu wazuri ningempatia fulani. Yes, mnasema basi tumekuwa watu wazuri baba. Tuondolea huyu basi wacheni. Kaeni kama miaka ingine 2. Nitafikiria. Yes, that's how God works. If this is a judgment and the Ruto is a judgment on Kenyans. And judgment inaendanga 7 years. Twende verse 4. Ni verse 4 ama ni verse 5?
Jehoshaphat was in the new courtyard of the Lord's temple. The new court. Walikuwa hata wamejenga courtyard. Wamejenga madhabahu. He stood up in the meeting of the people from Judah and Jerusalem. Verse 6. And he said, Lord, umeona sasa panya kusubmit to God. I'm talking about in the will of God. Lord God of our ancestors, you are the God in heaven. Baka ameita mpaka ma ancestors. Kaiwa maithe maitu. Maana ameona kimeumana kutakuwa kubaya. Abia watu wa Karawa waite Mungu ya baba zao. Kaiwa maithe maitu. Dai dai ya dai. You rule over the kingdoms, not one kingdom. They are inviting the wrath of God now. Because they know we can do nothing. Kama tukai chini ya huyu mzee anaitwa Mungu. We are dead meat. Kingdom in all the nations. You have power and you have strength. Sasa amejiondoa. Ile joto yake alikuwa nayo na baba yake alikuwa nayo, amejiondoa. Ameambia Mungu, wewe ndio mwenye nguvu na wewe ndio mwenye power. Mimi nimeondokea. No one can stand against you. Unaona sasa? Wewe ndio kusarenda. Hiyo ndio kunyenyekea, kurudi chini. Wache kungangana na maneno. Ati maneno lazima ifanyike. Haiwezi. Ngangana na Mungu. Ende usarende kwa Mungu, mwambie ndio udihota. Mimi hii nimeshindwa. Hii siwezani nayo baba. Hii siwezani nayo. 27. Siwezani na hii. Mwambie tusarenda. Sarenda completely. You are our God. Bereni kwani alikuwa Mungu ya nani? Kwani Bereni alikuwa Mungu ya nani? Sasa maneno imechacha. Maneno ikichacha, that is you surrender. Bwana Yesu asifiwe sana. You forced the people living in this land to live. You did this in front of your people, Israel. You gave this land to the descendants of Abraham forever. Abraham was you afraid. Umeona kujitetea? Mzee anajitetea kabisa. Abraham was you afraid. Anataka sasa kuweka Mungu kwa kona ndio amfix. Maana ameanza sasa nyumba tuko kwa nyumba yako. Walikujengea hii nyumba. Hapa ulisema tukikuja tunakuabudu. Unaangalia baba, hatuna nguvu, hatuna uwezo. Sisi hatuna. Tatina hinya. Analeta Abraham. Remember, unalikana mwana atolea wako. Unakumbuka ile rafiki yako Abraham, ile rafiki yako. Si hani watu wake. Sasa unataka wamalizwe. Sisi ulikuwa na ahadi na Abraham ati kizazi chake hakitashindwa. Sasa angalia baba. Angalia sasa. Unataka kuhetiria mwana wako. Unataka kuaibisha rafiki yako. That is fixing God. For this time you have lazima upige mtu, lazima upige Mungu geta vizuri. Unamweka geta na unamkumbusha, because God will never forsake nor leave you. God is a promise keeper. Whatever he promised, if you remind God on the promises, he will feel ashamed. Anasikiaga aibu kidogo. Alafu anasema aiviru Michael, ndio ushughulike hapo. Shughulika Michael. Na Michael akikuja, maana ni order from CIC, Chief Commander in Chief of all the armed forces. And the armed forces in this matter is Michael. Anateremukaka na kikosi kizima cha biguni. Watu wananyoroswa. Verse 8. Watu wananyoroswa. Wanakaa mzuri. That is how your enemies are going to be defeated. That is how you're going to conquer without lifting a hand. That is how you're going to win the battles without even getting into the battle. His descendants lived in this land and they built a temple for your name. Alimwambia baka walijenga nyumba yako. Baba, ungete kile nyumba yako edalio. Wewe kama unataka wewe aibu ni kwako. Huyu ni watu wote ni warafiki yako. Hata wamejenga nyumba temple hapa yako. Hapa ndio wanaabudiwa. Sasa wewe kama wako ndio dawesha nokali. Unaachia Mungu ngoli. Sometimes unaachiaga Mungu ngoli. Na kuachia Mungu ngoli ni kusarenda. Be in the will of God. Achia Mungu ngoli. Hiyo ngoli sasa pabada nayo. Bwana alisema I will never leave you, I will never forsake you. Hata ukiwa kwenye bonde la mauti atakuokoa. Alisema hivi, si alisema? Mweke kwenye hiyo fix. Wacha kumbembeleza. Usibembelezage Mungu wakati mwingine. Just remind him of the promises and you will never lose any single battle. Verse 9, you will never lose any single battle. They said in trouble, if trouble comes to us. You see, wenye anatishia Mungu. Anamwambia, they said, if trouble comes. Sasa anatoa hawa maithe maitu walisema, wakati mtapata shida, Mungu alituambia kitu. If trouble comes to us, the sword
punishment, sicknesses, or famine, we will stand in front of this table. Na ndio tumesimama. Na ndivyo mliagana na Abraham. Ndivyo mliagana na wazee wa zamani. Tuihore reke tuhuro. Reke tukihuro. Reke tukihuro. Na akanalala hivi. Reke tukihuro. Yani amesurrender. Anamkumbusha Mungu matamshi yake. Bwana Yesu sasa matamshi yake. Na hayo matamshi ukimkumbusha utashinda vita vyovyote bila kuinua silaha, bila kukua mahali popote, bila ushindani wowote. You will win this battle alone. Hello. We will stand in front of this temple and in front of you. Hii inaitwa total intimidation. Sasa huyu Mungu amewekwa kwa kona, karibu na choo. Na anasikia harufu padile, na anasikia mbaya padile na maadui, mpaka Mungu anasema, we, Michael, teremuka. Kuna kazi imetokea. Michael naye anatakaga hivyo, kusikia kuna kazi imetokea. Atakuja na kuuliza, wako wapi? Wako wapi? Your name is on this temple. Imagine. Oh yes. Is the name of God on the temple, on your heart? Is the name of God there? You are remind God, your name is on this table. Kwa hivyo ikichomeka, ujue jina yako imechomeka. Unajua is a polite way of telling God, oh, shonoka. Huku kwa here. Oh, shonoka. Say we are in your will. We have released ourselves in the hands of God. Just release yourself in the hands of God. And your name is on this temple. We will shout to you when we are in trouble. Huyu mtu ni mkora. Na hivyo ndio Mungu anataka ukue na ujaja wa kiroho. That we will dokona kana tukikuwa kwenye shida, tutapiga makelele mpaka utoke huko biguni. Si wewe ndio ulituahidi. Wewe uliahidi buredi yako. Na hii nyumba hata imewekwa jina yako. Si wewe ndio ulipatia na hii shamba hii nyumba ijengwe. Sasa ichomwe. Mzee akiwa biguni anaanza kusikia aibu. Maana unajua ako na wale wazee 24. Wazee wamemwangalia wanasema leo ule katokone tu amatua we Ngai we kihoto na kihoto ne kiaigirirwo. Wazee wanaambia Mungu haha ni ugoconoka muthe haha ni ukuona thina. Hapa mimi venye tumesikia huyu hii petition iko hapa ni kali. Maana it is a very powerful petition. Then you will hear and save us. Wamemuintimidate. Bwana Yesu sana. Because they have surrendered to God. You cannot be able to intimidate God if you have not surrendered to Him. If you are not in His will, in His plan. Hiyo maombi yako naonanga mnapaka mingi, wachana nayo. Seek His will and God will bless you. Siwacha tuachie tu hapa. Naona mmeanza kusinsia and God bless you. Mko na sadaka? Leteni kwa mkono yangu. Nasikia nibariki mtu. Nasikia kubariki mtu. Kaya kuririkane na njira ya mwanya. In Jesus mighty name. Mungu akukumbuke. Akushindanie vita zako zote. Let this God win every battle that is in your life. Let Him take over the struggles of your family, the struggles of your business, the struggles of the place of your work. Let Him hear you. Akusikie kwa majukumu na mambo aina yote ile. Let Him win and conquer them that try to fight you. The enemies that have been rising to defeat you, let them be defeated. Those that are planning to come and fight you in one direction, let them be dispersed, scattered in 7 different directions. Let them that rose against your business be scattered. Let them that rose against your activities, your marriage, let them be scattered in the mighty name of Jesus Christ. Let them be defeated in the mighty name of Jesus Christ. Oh, your health, mwili wako kama umevamiwa na magonjwa hawa yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. Let win wherever you do, whatever you do, wherever you go. Win every battle. Conquer them that try to conquer you. Conquer them that try to defeat you. Conquer them that God will conquer all your enemies in the mighty name of Jesus Christ. May you defeat them that try to organize a battle against you. May every battle that was risen against you be condemned, be destroyed, be dismantled in Jesus' mighty name. May the will of God work with you. In whatever you endeavor to do, the will of God itabenda wewe.
Jina la Mungu litukuzwe kwako. In Jesus mighty name. Yes. Sasa kuna kachai? Naenda chiko kufanya nini? Daddy huko. Yeah, I can see. So you are getting saved this time? Ama already you are saved? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yes, lazima unauliza maswali. Kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Yeye anajua kuripoti. Mimi najua kuuliza. Ni kama hajakuwa wetu, tumfanye akuwe wetu. Ndio tukue watu wengi wa kwenda mbinguni, tuko manerelia. Yes, kama ni aje mami? You're smiling today nicely. You look very handsome. You're smiling nicely. Yes. Mtu kama ana smile yako sawa, mwambie ako sawa. Mimi sinanga wiru. Sasa mtu kama ako sawa, mwambie ako sawa. Ndio kaiwa wewe ndio akoroa au unamwambia ako sawa kwa sababu kuna kitu kingine unataka? Hapana, mwambie ako sawa kwa sababu unafurahisha Mungu. Maana kiumbe hicho ni kiumbe cha Mungu ambacho ataenda akifurahi, akisikia mzuri. Werega kwerore we. Werega kwerore. 5 years ago. Baka unafikiria watu wote wanakaa hivyo. Hapana, si wote wanakaaga hivyo. Kuna wengine kama sisi tumebarikiwa. Tunaambia kwa kila after one every hour kuna mtu anakuambia you look beautiful. Yes. Tusimame kwa miguu yetu. Wenogole tu, wenogole. Tumeenda masaa mawili ama ni 3? Wenogole. Wenogole tu. Hivi wenogole. Na menya kwenogole kwa gwine kumagara. Jinogole tu, jinogole. Sema hallelujah. Yes. Ebu uliza hao kama poteza wakati wako bure, wachana na wao. Seek this God and you will win every battle. Utashinda. Si ndio? Yeah, thank you. God bless you. Kateni. Mwambie kwanza. Mwambie akate kwanza. Unatoa kamera aje na hujaongea na yeye? Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.